Baba, ni asanti mara tena, ni wakati mwingine wa neno lako. Nitumie tu Jehova kama chombo chako Jehova. Watoto wako wakionywa wabadilike, wakifundishwa wakasikia Mungu wa rehema, na wakibarikiwa wabarikike. Sifa na shukrani zirudie. Mimi mtumishi wako nahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu Baba tuomba na kuamini. Amen. Habakuku ni 2. Habakuku ni 1 mstari wa 2 hadi mstari wa 5. Habakuku ni 1 mstari wa 2 hadi mstari wa 5. Na nitasoma. Jehova neginya hindi ugutura ngukayagira na ndunjigue. Ati wewe Mungu ni mpaka lini? Na kaanga nikikuita na haunisikii. Nimefunga, nimeenda kwa milima, nimetoa kafara, hakuna mlima sijaienda, hakuna maombi sijaiomba. Ni mpaka lini nitakuita Mungu na haunisikii? Kwani nakuita kama umeenda safari? Ni wapi unataka nikuita jina gani? Majina yote nimekuita. Nimekuita Jehova Jire, umenyamaza. Nikakuita Jehova Rafa, umenyamaza. Nikakuita Jehova Nisi, umenyamaza. Ni jina gani imebaki mimi nikuite ili niitike? Jehova neginya gutura gwitaga na ndunjiguaga. Ni mpaka lini nakuita na haunisikii? Ni wapi nimekosea? Kwani naita Mungu mwenye hana masikio? Kwani naita Mungu mwenye sijui? Ni mpaka lini Baba nakuita na haunisikii? Watu wengi sana wanaomba maombi, wanaona Mungu kama asikii. Nataka nikwambie, ombi lolote umesikia, Jehova amesikia. Jehova na akamwambia Danieli, kutoka wakati uliitana siku ya kwanza, mimi Jehova ndio nisikia maombezi yako. Kwa hivyo hapa anauliza swali, ni mpaka lini nakuita na haunisikii? Ndoire gukayagira ni undu wa maundu ma uhinya, nawe ukaga kuhonokia. Ati mimi nakaanga kila wakati nikikuita, sababu ya ile ugumu wa maisha, sababu ya yale mapito nimepitia, lakini wewe umekataa kunikomboa kwa yale mapito. Nimekuita sababu ya familia, nikakuita sababu ya watoto, nikakuita sababu ya kazi ya mikono yangu, nikakuita sababu ya afya, lakini bado nafinyika moyo. Jehova nekinya lego turagwitaga na ndunjiguaga. Ngagwita nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa ndĩ namo, lakini hujai nikomboa kwa yale mashida. Ni wapi nimekosea? Unataka nikuita jina gani? Mimi nimekuita ya kutosha. Sasa hii ni mwaka wa 7 naenda kwa mlima. Mungu alama nikiomba ndoa. Ni mwaka 7 naenda kwa mlima. Mungu alama nikiomba kazi ya mikono yangu. Haleluya. Wale maombi meomba ni mingi sana. Lakini hata kama umeomba yale maombi, hakuna jambo hata moja Jehova amekujibu. Ni kwa nini, watoto wa Mungu? Number 2. Utuma ndionere gugikwa uru na ukadekereria nyonage maundu ma uremi ni undu ki? Ati wewe nakubali mimi niona watu wakifanya maovu, na wewe mwenyewe bado umeniwachilia. Mungu Baba, nimeona watu wakinunua misumari, bado umeniwachilia. Nikaona watu wakinunua vifagio, mimi sijanunua na bado umeniwachilia. Nikaona watu wakinunua mapaga, na bado Baba umeniwachilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atutuma ndiona gwikwa uru no kadekereria. Unakubali mimi niona watu wakifanya maovu, lakini bado umeniwachilia. Nikaona akiuza mafuta, mimi sijawahi uza. Nikaona akiuza mapaga, mimi sijawahi uza. Nikaona akiuza maji, mimi sijawahi uza, lakini bado umeniwachilia. Haleluya.
Bwana asifiwe. Ati tumande yone gwikwa uru no bado no ndekagiriria ugatumanya na makigura mabanga bado no ndekereirie ugatumanya na makigura itambaya no ndekereirie makagura mai no rere nie mwathani ndie ndendia muthenya ono omwe. Kwa nini baba niwachirie? Asifiwe Bwana. Kwa nini naachilia kwa wale watu naomba maombi mabaya? Sijai kuwa kinyume na mtu wowote, lakini bado umeniwachilia. Haleluya. Sijai kuwa kinyume na mtu yoyote, sijai kuwa kinyume na kanisa yoyote, lakini bado waachilia kisima. Haleluya. Ati wewe nakubali vita zinipate. Sijai piga magoti siku hata moja sababu ya mchungaji wowote. Sijai piga magoti siku hata moja sababu ya kanisa yoyote ishe. Mungu alema, mbona baba unaniwachilia? Haleluya. Aliuliza Mungu maswali. Atunakubali mimi nione watu wakitenda mabaya, lakini bado unaniwachilia. Unakubali watu waniombea maombi machafu, lakini bado umeniwachilia. Kwa nini Mungu, nimekosea wapi? Hata watu wamekuwa kinyume na mimi sijai kuwa kinyume na wao. Mungu alema hata siku moja. Haleluya. Bwana asifiwe. Nyondore uhoro wa gutahwo na wa hinya neso ito ire mbere yakwa na kururumukanirwo na giano ona garari. Hata zile vitu ziko mbele yangu ni vita, siasa, kila aina ya vita kwa nyumba yangu, kwa nyumba yako, lakini bado baba ameniwachilia. Watu wakienda wanakuja na kumia kwa kisima, wanakuja napigana vita na kanisa, wanafanya kila aina ya sarakasi, lakini bado baba ameniwachilia. Ni wapi nimekosea Mungu wa rehema? Mimi naona watu wakitenda maovu, naona watu wakikuwa kinyume na jina lako. Sijai epuka hata siku moja. Watu wamekuwa na siasa na ile ibada na ile ibada nasimama, lakini wewe bado ukiwa Mungu umeniwachilia. Ni wapi nimekosea? Alikuwa anauza maswali. Ati watu wanatenda maovu lakini bado umemwachilia. Wamekuwa kinyume bado umemwachilia. Number 3. No, number 4. Todo cio watho ni mwagithia hinya ona matuna maashira makako hikyo. Kwa sababu ya hayo sheria na amri hasina nguvu hata kidogo. Imefika mahali sheria na amri za Mungu hasina nguvu hata kidogo. Angalia kwa amri 10, usikuwe na mungu mwingine isipokuwa mimi Baba. Watu wameabudu kwamba mungu mwingine apate mali. Asifiwe Bwana. Usitumie chombo yoyote ile ama mfano watu akuchonga ili isimame ikiwa Mungu wako. Watu wamenunua mapanga, watu wamenunua mizumari, watu wamenunua vifagio, watu wamenunua mafuta, watu wamenunua mavazi, ikiwa chombo imesimamishwa kama sanamu mbele ya macho ya Bwana. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sheria haina nguvu, hata amri haina nguvu. Watu wameuachilia, hawataki kuchua, wamekuwa kinyume na ile sheria ya Mungu. Kwa nini? Sababu wamesahaulika na yule Mungu wa ukweli. Sababu wameacha kumwabudu yule Mungu wa haki na ukweli. Wamesahaulika na Mungu wa mababa zetu. Wamesahaulika na Mungu wa Musa. Wamesahaulika na Mungu wa Danieli. Haleluya. Amu andu ale aganu nimathiũrũrũkĩirie ale athingu nyondo ocio matũũra ma cira makĩhotomio. Kwa maana wala watu waofu wamezunguka wala watu watakatifu ili wakatae hizi njia za utakatifu, ili wakatae hizi amri 10, ili wakatae watu kukaa kwa njia ya utakatifu. Bwana asifiwe. Siku ya leo kwa makanisa hakuna neno. Neno imeisha. Kwa makanisa ni vituko na sarakati. Kwa makanisa ni watu wa trade. Kwa makanisa ni watu wajulikane. Kwa makanisa ni kanisa sifurike. Neno la ukweli imefunikwa.
Mungu aliyekuwa anaabudiwa na mababa zetu amesahaulika na yeye, kwa sababu kila mmoja, wale watu watakatifu wamezungukwa na wale watu waovu. Ile kanisa iko na neno la ukweli, iko na watu 50 na watu 100. Ile kanisa iko na vituko, iko na watu 1000. Bwana asifiwe. Yes, ukiangalia na shida ile neno iko maana pale nafanya watu wacheke ni nini? Kwa sababu wale watu watakatifu wamezungukwa na wale watu waovu. Wale watu wako na ukweli wamezungukwa na wale watu wako na uongo. Atinapata ile kanisa haina neno hata kidogo. Ule mchungaji hana neno hata kidogo. Hata neema hana neno hata kidogo hana. Ni vituko na sarakasi. Lakini ako na wafuasi 1000. Wenye amefunika macho akaweka basia. Haleluya. Bwana asifiwe. Yes. Mungu alema akomboe watoto wake, sababu hii dunia. Mungu atusaidie sana. Ati wale watu wako na ukweli wamezungukwa na wale watu wako na maovu. Wale wachungaji wako na ukweli wamezungukwa na wale watu wako na uongo. Wamezungukwa na wale watumishi wako na utapeli. Haleluya. Ati wale watumishi wako na ukweli wamezungukwa na wale watumishi wako na utapeli. Haleluya. Yes. Watoto wa Mungu taingia kwa internet upate mhubiri ako na 1000 people. Lakini ile neno ako mahala pale hakuna. Ni vituko na sarakasi, ni utapeli. Kwa sababu wenye wako na ukweli wamefunikwa na wale watu wako na uovu. Number 5. Aterere tarorai dorere ine mwana ohoro wacio na mukimake muno. Atewangalie kwa watu wa dunia, uone maneno yao na mstuke sana kwa yale mambo iko. Ati watu wanaenda kanisa ili wakacheke. Watu wanaenda kanisa ili ikuwe comedy. Watu wanaenda kanisa ili wapate pesa, lakini kuabudu Mungu wa ukweli hakuna. Angalia kwa watu wa dunia venye wako. Akisikia saa hii upande wa Meru ni vitabasi na uswa, wanakimbia huko. Wakisikia Loliondo ni machi, wanakimbia huko. Wakisikia Nairobi ni mapanga, wanakimbia huko. Wakisikia Meru ni misumari, wanakimbia huko. Angalia watu wa dunia venye wako. Kwa maana Mungu wa ukweli wamemkataa. Haleluya. Wale wako na utakatifu, wale wako na neno ya ukweli, wamezungukwa na watu waovu. Wamezungukwa na manabii, wale manabii wa ukweli, wamezungukwa na manabii matapeli. Haleluya. Bwana asifiwe. Aterere tarorai dore inde na mwana ora wacio mumake muno niondore hewera ndiraruta matuko-ine manyu na matietekia ati ndiraruta ona mungiheo uhoro waguo. Ati wangalie wale watu wako, kuna kazi nafanya mimi nikiwa mtumishi wa Mungu, nasimama kwa ukweli, lakini watu wa dunia hawezi wakanisikia. Nasimama kwa ukweli, watu dunia hawezi wakasikia. Wanataka miujiza haraka, wanataka usaidizi, wanataka wao wenyewe wasaidike. Hawataki Mungu wa ukweli. Wameingia kwa nyumba ya Mungu wapata miujiza. Haleluya. Jehova afuga miujiza yote, watu wamwabudu haki na ukweli. Bwana asifiwe. Hiyo miujiza na harakisha. Atunaenda kununua misumari, unaenda kununua kitambaa, unaenda kununua panga, unanunua kifagio, unanunua mafuta, unaweka Mungu kwa kachupa, usidwe sana. Bwana asifiwe. Ati wale manabii wa ukweli wamezungukwa na manabii matapeli. Kanisa mingi sana siku hizi zinasimamizwa na duba. Bwana asifiwe. Wengi sana wamesimamizwa kazi na duba. Lakini wewe ukimwangalia unasema kuna neema. Neema sio ile kitu unaona na macho. Utasikia ile neno iko hiyo ndani ya mtu, unajua huyu mtu ako na neema. Lakini macho ya ndani imefunikwa, imebaki macho ya juu. Na unajua mtu wa ndani akikoda hata wajua na koda. Haleluya. Omba Mungu akusaidie mtu wa ndani anone.
kwa maana akinona utafunguliwa macho, na ujue huyu mnabii ni wa ukweli, na ujue huyu mnabii ni matapeli. Lakini kwa macho ya nyama na mwili unafuata haya manabii wako na umati. Haleluya, Bwana asifiwe. Sababu ni mwisho wa dunia, ni nyakati za mwisho, ni nyakati zinazotabiriwa na maandiko. Ati ni wale watu wa ukweli, wale wako na utakatifu, wamezungukwa na wale matapeli, wamezungukwa na wale watu hawana neno la ukweli. Haleluya, watoto wa Mungu. Watu sio Mungu wamependa mali yake. Ile kitu watu wanapenda sio Mungu, wanapenda mali yake. Na nataka nikwambie jambo moja, nikufunua macho siku ya leo. Shetani hana mali yake, kwa maana alikuwa muongo. Hata alidanganya Yesu, akamwambia jiaguse nikupe ile town kama utaniamia. Lakini anamwambia ajiagushe ampe mali ya baba yake. Ati kama uko na njaa, sema ile mawe kuwa mkate. Anasaulika Yesu ako dunia ya baba yake, na mali yote ni ya baba yake. Nataka nikwambie my friend, mali yote iliyo hii dunia ni ya Mungu wetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Wacha kufuata Shetani ako na mali. Nataka nikwambie hana. Devil is a liar. Hana mali. Mali yote iliyo hapa duniani ni ya Mungu. Na wakati aliteremshwa hapa duniani, Shetani aliambiwa enda utafuta watu wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuwa na watu wake, na ndio anawadanganya na mali ya Yesu, ndio anawadanganya na mali ya Mungu. Angalia Shetani akimwambia Yesu jiagushe kama yeye mtoto wa mfalme, utashikiliwa na malaika. Anasaulika kila kitu hapa duniani ni ya baba yake. Pia wewe mtoto wa Mungu, ongoja Mungu jinsi ulivyo. Nyakati ya Mungu ikifika, atakuweka ile level anataka kukuweka. Atakupea ile gari anataka kupea. Atakupea ile maisha anataka kupea. Mali yote ni ya Mungu. Barikiweni sana. Mungu awabariki, awaangazie.